Just do in the level that nobody can replace you. Sio kwa kuwabania wengine, but by the standard you are complying. Jambo lolote ile ambalo unalipata kulifanya, you do in the level and the standard that kwamba hakuna mtu anayeweza kukureplace. Unafanya ni biashara, unafanya ni huduma. Mimi huwa simshauri mtu haraka, kwa sababu natamani nikimshauri, ikitokea duniani siji kumshauri tena, akaukumbuke ushauri wangu kwa maisha yake. Mimi simshauri mtu haraka, na kama niko busy I don't talk. Kwa nini? Kwa sababu nataka nikisema na wewe ukanikumbuke kwa maisha yako, ukasema man, God spoke to me one day. I love. Nikiamua kumwombea mtu, ninamwombea kwa kiwango ambacho he will remember or she will remember my prayer. Watu ambao wanaamka saa 8 usiku kila siku, they know what I say. I bless until nione kabisa baraka zote zimeisha ndani yangu siku hiyo. Lolote lile kwenye maisha unalofanya, lifanye kwa kiwango cha kwamba akifanya mtu mwingine, hata akifanya vizuri, lakini waseme lakini hajafanya Dani, hajafanya Joseph, hajafanya fulani. Hey, let them know that you are ni mtu ambaye huwezi kuwa replaceable, huwezi kubadilishwa. Kwa mfano, unaona huduma yetu si inakuwa, kuna watu ambao natamani nipate hela wasiwepo, kwa sababu si hawafanyi kwa moyo. Lakini kuna watu the same time, kuna watu natamani Mungu nipe pesa kwa ajili yao, nibariki tu hata kwa ajili yao. Inawezekana wao utachelewa kuwapa, nipe mimi kwa ajili yao. Nimeona Pastor Chris Oclayen Oyakilome ametoa gari 3 za fahari kwa wanakwaya wake 3. Si mara ya kwanza, lakini mimi naona hizi recent. Nikawaza, kwani alitumia kigezo gani kuwapa 3? Kenneth Copeland is among of the richest pastor in the world. Ametoa jets, hizi ndege, sio helicopter, jets za kutosha zaidi ya 20 nao huko, labda zawadi, yani gift kwa watu wake. Friend mwanangu, Mungu amekuinua, lakini najua wewe mpaka kuja kumiliki jet ni baadaye sana. Nimekununulia moja bilioni 200. Now I was asking, alikuwa natumia kigezo gani kumpa mtu jet ya bilioni 200? Sio milioni 200, hamna jet ya bilioni 200, milioni 200. Nazungumzia bilioni 200. Anampa mwanangu, take it. Nilikuwa nauliza anatumia standard gani? Kwa sababu iko hivi, kwenye maisha kuna watu huwa ni deni. Hebu sema ni deni. Sema tena. Kuna watu ambao, I'm telling you the truth, kwenye maisha yangu na kwenye utumishi wangu mimi mpaka hapa nimefika, kuna watu ni deni. But the same level, kuna watu ambao ninatamani nisingewahi kukutana nao. Wanaweza kuwa wapo, but I never desire kwamba hata ningewahi kukutana nao. Ni mzigo. Kila mtu aliyefanikiwa kuna watu anajuta kukutana nao, na kuna watu anamshukuru Mungu. Pastor Chris Oyakilome siku moja alikuwa akatembelea media yake, akakuta mtangazaji anatangaza. Akasema, Mungu ninakushukuru kwa ajili ya huyu mtangazaji wetu. She's a blessing to us. Ni baraka kwetu. Alafu anamshukuru. Yani anasema, Mungu nakushukuru kwa ajili ya huyu. Ina maana mna watangazaji wengine? Wapo hawapo? Kwa ajili ya huyu nakushukuru. Alafu baada ya siku kadhaa, miezi kadhaa, akasikia yule mtangazaji amekufa. Amekufa mpaka inalifika, maana yake ameconfirm is dead. Akasema, Mungu, ninajua inawezekana wewe humuhitaji, ila mimi Pastor Chris Oyakilome namhitaji. I declare her to come back to life. Natamka awe hai tena. Wakati wanamfungasha, wakashangaa mtu akamwambia, Pastor Chris, she's alive. Akasema, I know.
Kuna watu hata sasa hivi, mimi sasa hivi hapa kuna watu wame contribute in my ministry their time kwa moyo without expecting ya kwamba hata wanaweza kupata tamia kwenye maisha yangu, but vulnerable, giving themselves to the Lord in my ministry. Wanamwambia Mungu, unaponikumbuka wakumbuke na hawa. Na I know mimi naweza nisiwe nafahamu wote watu wa Mungu. Naomba count years. In few years, hebu sema few years. In few years, I'm going to be among of the very biggest man of God in the world. But I said, there are people I will never forget. Kuna watu sijikuwa sahau. I'm telling you, nilipokuwa nalia walikuwa nalia na mimi. Hizi huduma huwa ni ngumu sana, wakati mwingine zinavunja moyo sana, lakini kuna watu wanakuambia, baba, hiki tunaweza, tunapita hapa baba, tuko pamoja. Na unaona sio kwamba nasema kwa mdomo, unaona na speak in the heart. Huwa nikirudi kwenye magoti yangu nasema, Mungu, inawezekana nimemwona mmoja ila wengine sijawaona. Hata wale ambao sijawaona, Mungu, ninaomba kama wapo, pasua ardhi itoe fedha kwa ajili yao, pasua ardhi itoe connection kwa ajili yao, pasua mbingu inyeshe baraka for them. I have one prayer I say always, Baba, kama walivyonitendea kawatendee sana na kuzidi. As they give to me, let them be given. Yesu akasema, ulivyowatendea moja wadogo hawa, ulinitendea mimi. Kama ninasema amen. Kama ninasema amen. Hakikisha mahali popote umekaa, hata kama ni one day, do to the level that you will be unforgettable. Hutasahaulika. Do that, be that. Hata kama ni mara moja tu and you disappear, but every person will remember you. Watu wanakuambia watu wanasahau. No, people doesn't forget. Watu hawasahau, wewe ndio unasahau, lakini watu hawasahau. Narudia tena, naomba unisikilize. Watu hawasahau, wewe ndio unayesahau. Mema yako, Biblia inasema tabia, matendo ya mtu yatafuatana na mtu. Kwa hiyo akiwa ni mema yatafuatana naye, na akiwa ni mabaya yatafanyaje? Yatafuatana naye. Utasahau wewe, lakini watu hawatasahau. Lolote lili ukipata nafasi ya kulifanya, listen to me, fanya kwa kiwango ambacho hautakuja kusahaulika. Wewe invest tu. Kama ni kuhubiri Injili, ubiri kwa kiwango cha kwamba hilo kanisa hawatakuja kusahau. Kama ni kuomba, omba kwa kiwango ambacho. Baba yangu mimi alikuwa naomba. Siku moja baba yangu Sichembe akaniambia, Fadhili, kaambia yes father. Akaniambia, your father is a prayer machine. Akaniambia, baba yako ni engine ya maombi. Akasema sio muombaji, ni engine ya maombi. I remember that times, mzee alikuwa ameingia kwenye mfungo wa miaka 5. Yani tangia ameingia kwenye hilo kanisa alikuwa ameshakaa kanisani miaka 5 na amefunga miaka 5. Mzee ameondoka, amekuja mchungaji mwingine, he still a prayer machine. Now Shumea ananiambia, listen, najua maombi yangu yanakuinua, lakini usimsahau na baba yako. Nikamwambia why? Akaniambia babake is a prayer engine, prayer machine. Ina maana mzee, even my spiritual father, kuna vitu ambavyo alitendewa na watu havisahau. Let me give you a secret. Sit down my son. Siku moja, one day, mzee alikuwa anachagua mtu wa kufanya kitu fulani. Akasema, Fadhili, katika kitu hiki wewe unafikiri nani pale kanisani anaweza akafanya? Mimi nikamwambia, baba, siwezi kuchagua mmoja, ila mimi nitakupa watu 11. 11 na waona. Kaanza kutaja. Nikataja wa kike, nikataja wa kiume. 11. Nikasema kama hawa watoshi nitaongeza 5 wengine, 4, wakawa 15. Akasema, hebu ataje tena, taja moja. Akataja huyo. Akasema, mzee wangu amezaliwa mwaka 40 na alikuwa amezaliwa mwaka 40 na. Akaambia huyu wakati naanza mimi kanisa mwaka 90 na mwaka 90 na. Akasema alifanyaga hivi. Mmoja alikuwa amekimbia
aliachaga kanisa wakati mazingira ni magumu. Yaani aliona kanisa kama linayumba, yaani mzee ameanza kanisa kama miaka 2 aliendi, akakimbia. Akasema huyu kama alikimbia wakati wa taabu, akipewa hiyo nafasi, akikutana na moto ataacha nafasi. 20 years, 30 years imepita. He's elder but he remember. Naambia huyu, anasema huyu alikuwa anatamani wake za watu. Na hakuwa anatubu, hakuwa anasema, nilikuwa nikimuita na kataa. So ina maana wamesamehewa, lakini kumbukumbu ipo. Kwa hiyo ukimzingua Mungu anafungua vitabu vya kumbukumbu. Na ndio maana Biblia inasema ukikosea Mungu na ukamwomba msamaha, atakusamehe na atafuta dhambi yako. Lakini ukirudi